Karia kaongea maneno yani nimefurahi, nikasema huyu baba jamani, sijui nimpe nini kwa furaha. Kwamba ila kwa ukiangalia kama kuna pointi fulani ambayo maana kwa mujibu wa Wallace Karia akasema kwamba watanunua vifaa ambavyo vitakuwa vinapima kama ukatokea umetoka watakuwa wanapima. Kwa hiyo ikagundulika na unakata hizo pointi. Kwa hiyo wewe unaona umelipitisha moja kwa moja. Ila lina mjadala. Sio mimi tu. Umenielewa, kwa sababu hiyo itaokoa wengi. Tukiachana na Simba na Yanga, kuna hivi vilabu vya chini hivi vingine hivi ambavyo tukiachana na Simba, Yanga na Azam malalamiko ni mengi. Lakini hiyo system ambayo imeletwa ni nzuri. Unaona itaanza kutatua yale matatizo yote ambayo ilitokea msimu uliopita ya watu kuingia kwenye vyumba vyao. Unaona inaweza ikaleta tija na huu mwiba ambao unaendelea kila kitu kikao kimeisha. Kwanza pointi 3 sio kitoto. Pointi 3 hapo ujue ukizikatwa una mchezo mmoja umeshinda na una draw moja. Umenielewa? Kwa hiyo ukikata pointi 3 kuna vitu umepunguza. Yaani umepunguza pointi zako nyingi sana, na kwa ushindani huu wa ligi yetu hivi tunavyokimbizana tofauti ya pointi 2 1 3. Aise ukiondolewa pointi 5 andika umeumia. Kwa hiyo moja kwa moja hili lina tija na linaenda kutatua kila kitu. Yaani hili lina tija na linaenda kutatua kila kitu. Mimi na appreciate. Kwa sababu gani? Pia itaongezea watu umakini uwanjani. Naam, karibu mwana michezo, ni siku nyingine tena na tuko na Feti. Muda ni mchache. Feti tena. Feti Simba. Kwa hiyo nimalizie. Feti Simba, sema Feti Simba. Naomba nirudie. Naam, tuko na Feti Simba. Hewa, mwenye Simba yangu. Kwamba Simba unaipenda sana kuliko mumeo? Mimi kwanza huyo mume namwambia kabisa naipenda Simba. Akija aje vizuri. Ajue kabisa naipenda Simba, Simba ndo furaha yangu. Kila mtu na ugonjwa wake. Mimi ugonjwa wangu Simba. Sio mlevi, sio mtu wa klabu, sijui yani Simba. Usiniambie. Ndio ujue hivyo. Sasa Feti, muda mchache uliopita sasa hivi ni kama kuna story mpya ambayo imeibuka. Tuna mengi ya kuzungumzia, lakini kikubwa tuko hapa kuzungumzia place ambayo rais wa TFF Wallace Karia ameizungumzia kuhusiana na mambo tofauti na sheria ambazo zimewekwa msimu unaokuja. Kwanza najua umefuatilia. Swadakta. Na nianze na swali lipi sasa nikuulize wewe mwenyewe? Yaani mimi ningependa uanze na lile la pointi 3. Nilijua kukatwa pointi 3 lile. Yaani ukilegalega ukijifanya wewe unaenda kwenye jumba la maajabu umefyekwa. Kwa hiyo umeipitisha. Yaani nilitamani hiyo kanuni ingekuwa tangu msimu ulioisha. Yaani nilitamani nilivyosikia tu Karia kaongea maneno yani nimefurahi, nikasema huyu baba jamani, sijui nimpe nini kwa furaha. Kwamba ila kwa ukiangalia kama kuna pointi fulani ambayo maana kwa mujibu wa Wallace Karia akasema kwamba watanunua vifaa ambavyo vitakuwa vinapima kama ukatokea umetoka watakuwa wanapima. Kwa hiyo ikagundulika na unakata hizo pointi. Kwa hiyo wewe unaona umelipitisha moja kwa moja. Ila lina mjadala. Sio mimi tu. Umenielewa, kwa sababu hiyo itaokoa wengi. Tukiachana na Simba na Yanga, kuna hivi vilabu vya chini hivi vingine hivi ambavyo tukiachana na Simba, Yanga na Azam malalamiko ni mengi. Lakini hiyo system ambayo imeletwa ni nzuri. Unaona itaanza kutatua yale matatizo yote ambayo ilitokea msimu uliopita ya watu kuingia kwenye vyumba vyao. Unaona inaweza ikaleta tija na huu mwiba ambao unaendelea kila kitu kikao kimeisha. Kwanza pointi 3 sio kitoto. Pointi 3 hapo ujue ukizikatwa una mchezo mmoja umeshinda na una draw moja. Umenielewa? Kwa hiyo ukikata pointi 3 kuna vitu umepunguza. Yaani umepunguza pointi zako nyingi sana, na kwa ushindani huu wa ligi yetu hivi tunavyokimbizana tofauti ya pointi 2 1 3. Aise ukiondolewa pointi 5 andika umeumia. Kwa hiyo moja kwa moja hili lina tija na linaenda kutatua kila kitu. Yaani hili lina tija na linaenda kutatua kila kitu. Mimi na appreciate. Kwa sababu gani? Pia itaongezea watu umakini uwanjani. Timu yoyote ile isiwe Simba wala Yanga, hata iwe ni Azam, iwe ni Singida Black Stars, iwe ni timu yoyote ile, itawaongezea watu umakini na itatoa zile sintofahamu ya Simba kucheza na Pamba Jiji. Sijui Pamba Jiji wameonewa. Tushaekewa vitu ambavyo vitawaokoa wengi, sio Simba tu wala Yanga. Kwa hiyo inaenda kutibu ligi yote kwa timu zote ambazo zinashiriki ligi. Yaani hiyo inaenda kutibu timu zote ambazo zinashiriki ligi. Hamna unyonge hapo, ni kukazana tu.
Yaani ukiona hapa Simba umecheza nao wamekufukia, yani wewe pambana. Mwamuzi mwambie hiyo hamna. Shaelewa? Lakini ile michezo sasa ya kuhama kujifanya nyumba zisizojulikana ndio sasa watu kitawalamba. Lakini kama wanasimba kama mmefurahi sana zaidi na wengine wameonyesha kama kuhuzunika kwamba kwa nini singekuwa mwaka jana ili si nichukue ubingwa, yani mnaamini kwamba wangekatwa pointi basi ningechukua ubingwa. Na hili limeonyesha hari ya mashabiki. Kwa sababu hizi kanuni zilizoingizwa sasa hivi ni kwa sababu ya mashabiki. Vitu ambavyo vimejitokeza kwenye msimu ulioisha. Ina maana mbona miaka yote hamna kanuni zimeingizwa hizo? Kwa sababu msimu ulioisha umeisha na mambo mengi, una mazonge mengi. Na mashabiki wamelalamika sana na ndio maana hii kanuni ikaingizwa. Zipo kanuni nyingi ambazo zimechaguliwa lakini nyingine zimefeli. Hata swala la wachambuzi, swala la vyombo vya habari, mashabiki pia tulilalamika sana. Kuna wachambuzi wengine na wanahabari wengine wanabezi sana kwenye utimu na hiyo kanuni iliingizwa. Sema tu ndo haijafanya nini? Haijapita, haijakubaliwa. Kwa sababu watu wawili watatu hawawezi kuharibia brandi wengine. Kanuni ile ingepitishwa ni ngumu sana kwa wengine ambao wana vyombo vyao vya habari, wanafanya habari zao ambavyo zenye kumakinika. Ingeumiza na wengine kwa ajili ya watu wawili watatu. Kwa mimi nimefurahi. Nimefurahia. Na vipi kuhusiana na hii video assistance ambayo inakuja kutumika NBC? Haija moja kwa moja lakini kwa 70% mpaka 80% ni kama inaenda kutumika. Sio VAR moja kwa moja lakini itaenda kutatua lile tatizo la matukio ambayo yanatokea uwanjani ambayo ni tata, basi waamuzi kwenda kupata angalau nafuu ya kwenda kuyatatua. Na hili pia unalichukuliana na unaliongelea. Ni nzuri. Sisi tulikataliwa goli letu pale Zanzibar. Nilijua tu. Tulikataliwa goli letu pale Zanzibar. Vitu kama hivi vingekuwepo leo hii ninavyoongea. Simba bingwa msimu ulioisha. Na kwa nini hivi vitu wasiviingize miaka yote? Hizi ni kelele zetu sisi mashabiki. Na sisi mashabiki wa Simba ndio tumechochea sana mpaka hivi vitu vimeletwa msimu huu, kanuni zimeingizwa. Hata hilo swala la kukata point 5 ni sisi, vitu vimejitokeza. Kwani tumefanya sisi? Sisi kama tumefanya ni mara moja pale Zanzibar, lakini tuna ushahidi. Kwa nini wametoboa chumba chetu? Kwa nini? Lakini wao kwa nini wamehama zaidi ya mara moja, mara mbili? Kwa nini? Ina maana hayo ni malalamiko ya mashabiki na ndio maana hizo kanuni zimeonekana ziingizwe. Kwa hiyo hata hiyo ni nzuri, itasaidia timu yote, itasaidia timu zote, sio Simba na Yanga tu. Itasaidia timu zote. Hata hizi timu ndogo tena kuna muda zinafanywa matukio kushinda sisi Simba na Yanga. Ila ikifanya Yanga, ikifanya Simba ndio matukio yanakuwa makubwa, yanaonekana kwa ukubwa. Leo umeongea mpira sasa. Yanaonekana makubwa kwamba Simba kwa nini kafanyiwa hivi? Simba kwa nini kakataliwa goli na Yanga na kati kuna timu ndogo? Kuna muda zinakataliwa magoli ya wazi, offside zinaonekana kwa nini kwa marefa, lakini ukiangalia sio offside. Timu ndogo lakini hayaonekani, watu wanafikia mashimo. Kwa hiyo hivi vilivyokuja ni vizuri, hata hizo timu ndogo yani zisimame, zikiona kweli hili ni kosa, zisimame na muamuzi akaangalie, kila mtu apewe haki yake, kila mtu avune alichokipanda, kila mtu avune alichokisajili msimu huu. Hatutaki ubabaifu wa marefa, hatutaki ubabaifu sijui huyu kaonewa, ile ilikuwa offside, lile ni goli kanyimwa, hatutaki. TFF wamejua kufanya nini? Kuvunja mgogoro, watu waseme jengine. Lakini uone kwamba Simba na Yanga mara nyingi wanasemaga kwenye makosa ya muamuzi, Simba na Yanga ndio wananufaika. Hivi vitu ambavyo vinawekwa sasa hivi, uone kama Simba na Yanga ndio itakuwa ndo mwanzo wenu wa taratibu mnaanza kushuka, kwa sababu tunajua Simba mara nyingi makosa ya waamuzi yamekuwa yakiwanufaisha wana Yanga na wana Simba. Je, kupitia hii video assistance, kwa sababu itakuwa kwenye mechi ya Simba na timu nyingine, Yanga timu nyingine, timu ndogo, kwa vile kuna tukio kama limetokea, maamuzi itampelekea kwenda kuliangalia, na kama ikiwa ni tofauti basi itakuwa ni faida kwa timu ndogo. Uone kwamba wana Yanga na wana Simba mtakuwa kwenye sehemu hatari sana. Na sasa kingine usichokijua, yaani wewe usiongee tu kwamba ile ni faulu. Ujue kama umeongea kwa miemko na kwa hasira za uwanjani mchezaji ukamforce muamuzi akaenda kuangalia, alafu ikawa sivyo, ujue umeumia pia. Kimekulamba. Kama ulikuwa na nafasi 4 unapunguziwa 1 zinabaki 3. Kwa ujue kimefanya nini? Kimekulamba. Yaani hapa kwanza TFF wameweka vitu ambavyo viko sawa. Hawajaangalia timu kubwa wala timu ndogo. Tujifunze msimu huu. Kwa hiyo nataka kusema rais kaupiga mwingi. Kaupiga mwingi. Yaani tujifunze msimu, kama tushazoea kubebwa kuwaonga marefa, hii ni fundisho.
Yaani hili ni fundisho tena kubwa, na huko tunapoelekea kwa ligi yetu ya ndani tutaletewa makubwa zaidi ya hayo. Na usichangae msimu unaokuja tunaletewa kabisa VAR. Tunaletewa VAR. Kwa hiyo kwa statement yako inaonyesha kwamba unatamani na vingine waviongeze zaidi, lakini vilivyokufurahisha sana ni ile point 5 ile la Jumba Maajabu. 5 hilo limenifurahisha. Natamani vingine viongezwe ili kila mtu apambane, ale kwa jasho. Mtu kama anasimama juu anakuwa bingwa, awe bingwa wa kweli, sio bingwa wa magumashi, sijui mwamuzi kapewa posho, sijui mwamuzi, ili malalamiko na kwa waamuzi pia yaishe kwa vilabu vyote. Lakini tuliona msimu mwaka jana TFF pamoja na bodi ya ligi ilikuwa iko very restricted, yani mtu ukifanya makosa kidogo basi adhabu yake ni kubwa. Tumeona waamuzi wengi wamefungiwa na watu tofauti. Hii inaonyesha kwamba TFF walikuwa wamelitolea macho tangia msimu unaanza, kwa sababu safari leo kwa na masiara. Kwa hiyo ni kama ni muendelezo tu wa hiki kile kitu ambacho kimetokea mwaka jana. Hivi wewe, sisi tulikosa bao, tumekosa goli letu, pointi 3 tumezikosa. Unamfungia muamuzi, si inatusaidia nini? Unapomfungia muamuzi na kati sisi tushafanyiwa dhulma, inatusaidia nini? Haina cha kutusaidia, lakini hicho alichokileta ni bora zaidi, kwa sababu kwenye mechi zote zilizoisha ambazo watu wanalalamika, kungekuwa na hii kitu, ingekuwa mgogoro umeisha pale pale uwanjani. Ingekuwa issue ishaisha pale pale, lakini sasa hivi tunaongelea vitu ambavyo muamuzi kafungiwa lakini imetukosti sisi. Kwa hiyo ileti mantiki, ileti maana, lakini hicho alichokifanya ni kikubwa zaidi. Yaani ni kikubwa, sisi mashabiki tumefurahi na tumeshukuru na tunataka makubwa zaidi ya haya ambayo wameyafanya msimu huu. Msimu unaokuja ligi ikianza, ligi hii msimu unaoanza ukiisha, tukija tena Mwenyezi Mungu akitujalia watuletee hizo VAR. Watuletee hizo VAR, tujue kama Dumbi alizidi kidole, alizidi mkono, ni offside, tujue hii ni offside. Dumbi yupi? Wa kwetu Dumbi ya Simba, kuna Dumbi nani mwingine? Yeye anazidi sana, offside sana nyingi anatengeneza. Ndio nakwambia tujue hapo, lakini usituambie kwamba huyu kacheza yuko offside alafu sio offside. Kuna ile moja nayo tumalizie na hii walikalia, maoni alikuwa ni mengi sana, anasema amepokea email nyingi zikisema kwamba atoe statement ya kuhusiana na kauli ya Julio ile siku. Na kwa mujibu wake anasema ile kitu ilishapita miaka ya zamani, kwa sasa hivi haina maana yoyote. Neno lako kwenye hiyo statement? Kweli haina maana. Hivi kilichopita utakiongelea leo? Sisi sasa hivi hatuongelei habari zilizopita. Tunaongelea habari za sasa na zijazo. Ina maana ukirudi nyuma unarudisha karne nyuma, unarudisha mambo nyuma. Sisi tunataka vitu vya sasa hivi vya moto na vinavyokuja mbele. Kwa hiyo kama alivyosema funika kombe mwanadamu apite. Kwa mambo yasiwe mengi. Mambo yasiwe mengi, yani tuachane na hizo habari. Zilishapita basi zimepita. Basi mimi nasema shukrani sana Feti na Mungu akubariki sana. Inshallah. Kwa Karia 5 tena. Yaani sio 5, 10. Yaani we Rais Karia akae pale pale asiondoke. Yaani atakaye mchokonoa Rais Karia kwa haya tufanyia msimu huu. Aisewe atakuwa kachokonoa jopo la watu. Yaani baba 10 sio 5, 10 tena. Hapo mpaka utuletee VAR ndo uondoke. Asante.